Umeamua zako kufuga kuku wa kienyeji. Umewekeza pesa, muda, nguvu na bado unajiuliza, hivi faida iko wapi? Ukweli mchungu ni huu. Makosa haya matano yanakumaliza na namba 4 wengi hulipuuzia. Karibu Rashi Poultry Farm. Kama ni mara yako ya kwanza kwenye channel hii, mimi ni Hamisi Rashidi na hapa tunazungumzia ukweli kuhusu ufugaji wa kuku wa kienyeji. Faida na hasara vyote vitawekwa wazi. Kama video hii itakusaidia, basi bonyeza subscribe button, like na pia saidia kushare na wafugaji wengine. Kosa la kwanza, kutokuwa na mpango wa biashara. Hii kitaalamu wanaita business plan. Swali moja rahisi. Kabla hujaanza ulijiuliza utauza wapi kuku wako? Kwa bei gani? Ulihitaji chakula kiasi gani kwa mwezi? Wafugaji wengi huanza bila kujibu maswali haya ya msingi. Bila mipango utafuga kwa matumaini na si kwa mkakati. Suluhisho rahisi. Kabla ya kununua kifaranga hata kimoja, andika mpango mdogo wa biashara, hata kama ni ukurasa mmoja unatosha kuanza. Kosa la pili ni kuwalisha kuku chakula kisicho sahihi. Chakula huchukua 70% ya gharama zote za mradi wa ufugaji wa kuku. Ukikosea hapa, umekosea kila kitu. Wafugaji wengi hununua chakula cha bei nafuu wakifikiri wanaokoa pesa, lakini ukweli ni huu. Kuku asiyekula vizuri hatakuwa, hatataga na hatauzwa bei nzuri. Unajaribu kuokoa shilingi 100, unapoteza 10,000 kwenye kununua dawa. Angalia lishe inayofaa kwa umri wa kuku wako na shauriana na daktari wa mifugo aliye karibu na wewe. Kosa la tatu ni kupuuza biosecurity na chanjo. Naomba unisikilize vizuri sana hapa. Ugonjwa mmoja, mfano Newcastle, Gumboro au ndui, unaweza kumaliza kuku wako wote kwa wiki moja. Wafugaji wengi huanza kutafuta dawa baada ya kuona kuku wanaugua na kuanza kufa, lakini dawa ya ugonjwa uliokwisha ingia ni hasara iliyokwisha tokea. Kinga ni bei nafuu kuliko tiba. Piga chanjo kwa wakati, zuia wageni wasio wa lazima kuingia bandani, weka biosecurity, pulizia dawa za viuatilifu kabla na baada ya kutoa vifaranga. Safisha banda mara kwa mara na vyombo vya chakula pamoja na maji. Hayo sio maoni. Hizi ni sheria za ufugaji wa kuku. Kosa la 4 ni kutotunza kumbukumbu, na haka ni kaugonjwa kakubwa sana kwa wafugaji wengi. Niulize swali zito. Leo hii una kuku wangapi? Umetumia pesa kiasi gani kwa mwezi huu? Umepata faida kiasi gani? Kama huna majibu ya haraka, basi una tatizo kubwa. Bila kumbukumbu unafanya biashara gizani. Huhitaji software ya kisasa. Daftari na kalamu vinatosha sana katika swala zima la kutunza kumbukumbu. Andika kila siku: vifo, matumizi, mapato, kuku waliopo. Hiyo ndiyo tofauti kati ya mfugaji na mfanya biashara. Kosa la 5 ni kuanza na idadi kubwa ya kuku. Hii ndio inaumiza zaidi, kwa sababu huwa inatokea kwa shauku na ujasiri. Mtu anasikia mwenzake amefanikiwa kwa kuku 500, anaamua kuanza na kuku 1000 bila uzoefu, bila miundombinu, bila elimu. Matokeo yake ni hasara inayotokana na makosa mbalimbali na kuishia kukata tamaa. Anza na kuku wachache, mfano 50 hadi 100. Kosea kidogo, jifunze, rekebisha makosa, kisha ongeza idadi ya kuku taratibu. Hata mbuyu ulianza kama mchicha. Makosa haya 5 yanafanya wafugaji wengi wapotee, lakini wewe sasa umeshayajua. Swali langu kwako, ni kosa gani kati ya hayo 5 uliwahi kuyafanya? Niambie kwenye comment hapo chini, na ulitumia mbinu gani kurekebisha. Hii itanisaidia kutengeneza video inayofuata. Kama video hii imekufungua macho, share na mfugaji mwenzio sasa hivi. Unaweza kumwokoa asipate hasara. Subscribe ukitaka maarifa zaidi ya ufugaji wa kuku wa kienyeji. Tutaonana katika video ijayo. Rashi Poultry Farm, tunafuga kwa maarifa, tunazalisha kwa faida.